Kwenye kila machungu kuna historia ya mafanikio, na kwenye historia ya mafanikio kuna historia ya machungu. Ogopa sana mtu ambaye kwa sasa hivi anaonekana anapitia maisha magumu sana, anapitia nyakati ngumu. Huyo ndio mwalimu bora ambaye atakuja kukufundisha siku ya kesho. Na katika ile life cycle ya boom au ya economic, kuna kipindi tunaita kipindi cha boom na kuna kipindi ambacho tunaita kipindi cha depression. Na kwenye maisha ni hivyo hivyo, kuna kipindi unapanda na kuna kipindi hicho ambacho unashuka chini. Vitu vyako, biashara zako, pale ulipowekeza pote pana bankrupt. Kama kuna mali ulikuwa umeziwekeza, umeziweka sehemu zote dekaiti, lakini zote hizo zinakutaka uwe mwalimu bora wa mafanikio. Zote hizo zinakutaka uwe ni kiongozi bora wa kesho, ili kesho na kesho kutwa anapokuja wanao wanakuuliza ilikuwaje baba, ilikuwaje mama, ilikuwaje dada ukavuka haya maeneo, basi wewe ndio utakuwa ni mtu wa kuwasimulia. Wewe ndio utakuwa ni mtu wa kuonyesha njia ipi upite, ni mahali wapi pa kupita, na ni sehemu zipi pa kufika, kwa sababu huwezi ukatoa historia isiyokuwa na machungu. Na kila sehemu ambapo pana kumbukumbu pana machungu hapo, na kila sehemu ambapo pana mafanikio pana machungu hapo. Kwa hiyo hayo machungu ambayo unayapata ni mwalimu bora, ni mwalimu bora, ni mwalimu bora, ni mwalimu bora wa mafanikio. Uwezekana hivi leo ulivyo au kuwa hivyo tangia mwanzo. Uwezekana umekuwa ni mkali kazini kwa sababu mwanzoni wewe haukuwa hivyo. Tunasema siku zote nyoka ni mpole, siku zote nyoka ni mpole. Lakini pale unapokuwa umemkanyaga, basi ndipo hapo hapo huwa anachukua jukumu la kukung'ata au kukuuma wewe. Ni kwa sababu umegusa maeneo ambapo yeye hapendi aguswe. Kwa hiyo hata wewe pale unapokuwa unapitia machungu, umepitia crisis, biashara yako imebankrupt, uchumi wako umebankrupt, kuna watu walikuwa wanakupenda wote wakapotea, wakatawanyika juu ya maisha yako, wakaswept out. Lakini lengo ni nini? Wanataka wakuonyeshe. Unatakiwa uendelee kujifunza jinsi gani mafanikio yalivyo. Kuna kipindi ambacho mchezaji mmoja maarufu sana anaitwa Pogba. Nilikuwa nafuatilia historia ya Pogba. Pogba ni miongoni mwa viungo ambao walikuwa ni very potential sana. Alikuwa ana followers wengi, marafiki wengi, ndugu wengi, lakini siku moja akiwa kwenye harakati zake basi akakutwa na makosa. Ndipo hapo hapo marafiki zake wote wakamkimbia, wale ndugu zake wote, wale watu wote wa karibu ambao walikuwa ni support, hadi management ya kwake ikamkimbia, ikamwacha, hadi mke wake naye wa damu kabisa, pete na kidole, akamwacha. Lengo walikuwa wanataka wamuonyeshe mafanikio ni nini, mafanikio ni nini, jinsi gani unavyopita kwenye mafanikio. Kwa hiyo unapokuwa unapitia katika changamoto au unapokuwa unapitia katika shida, basi tambua ya kwamba huyo ndio mwalimu bora wa kesho. Huyo ndio mwalimu bora wa kesho. We go somewhere with no experience. We go somewhere with no anything. You passing in crisis. Just you passing. Unapita kwenye njia ambazo hazieleweki, hakusomeki, yani kesho yako haieleweki. Lakini kumbuka kwamba kuna historia nzuri ambayo inakuwa inajenga kwa ajili ya mafanikio yako ya kesho. Kwa sababu
nimekuja nimefuatilia kwa kiasi kikubwa sana kwamba kila mtu ambaye unamkuta na mafanikio makubwa na kila mtu ambaye unamkuta amesimama vikubwa zaidi, basi tambua ya kwamba nyuma yake kuna maumivu. Kuna maumivu ambayo yaliyopo yalimfanya asimame hapo ambapo anatakiwa asimame. Leo hii tunaona watu ni wakubwa. Tunaona kina Joel na Nauka ni wakubwa. Tunaona watu wengi sana ni wakubwa. Lakini ukija ukafuatilia historia yake inatisha. Hata sometimes hata wewe ukija ukajilinganisha na historia yako na unaweza ukasema mimi bado sijapita kwenye shida. Bado mimi sijapitia kwenye changamoto. Kuna siku moja ambapo mimi nilikuwa namwangalia Niki. Niki ni miongoni mwa watu ambao miguu hana na pia hata hii mikono hana, lakini ni mtu ambaye anawamotivate watu. Sasa ukija ukaangalia historia ya Niki pamoja na historia yako, unaona kabisa kweli hazimechi, kweli hazimake sense kabisa, yani hazimake sense. Lakini ni mtu ambaye yuko very 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 powerful, yuko very very strong sana. Ukija ukajilinganisha na wewe unaona kabisa kwa huyo mtu mimi ni hapana, siingii kwa chochote. Kwa hiyo zile huzuni zilizopo nyuma, yale mapungufu yaliyopo nyuma, yale maumivu yaliyopo nyuma yanajenga historia nzuri ya wewe kufika mbali. Nakumbuka mimi mwaka 2022 nilikuwa ni miongoni mwa watu ambao walikuwa wanaishi huko juu mweka huko milimani huko. Sometimes natoka hapa nafika mpaka mjini huko, natembea kwa mguu. Baadaye natembea zaidi ya kilomita 7. Sio zaidi ya kilomita 7. Zaidi ya kilomita 7, 8 mpaka 9. Natoka mjini Moshi nafika Mweka. Kule juu kuna zaidi ya kilomita 9. Sasa hizo kilomita 9 kila siku nilikuwa nazipangua. Nilikuwa sina hela, sina maisha, naishi huko, nitafanya nini? Na hicho ndicho kilichokuwa kikombe changu, na hayo ndio yalikuwa maumivu yangu. Kwa hiyo nilikuwa sina budi kuepuka maumivu nilionayo. Nilikuwa sina namna kukataa maumivu nilionayo. Kwa sababu hiyo ndio historia nzuri ambayo ilinijenga mpaka mimi leo nasimama hapa. Mpaka leo mimi unaniona mimi nakuwa haya maeneo. Ni historia nzuri ambayo ilinifanya mimi niwe hivyo. Wakati mwingine mimi nilikuwa nashinda na njaa. Tokea asubuhi ni kila asubuhi mpaka jioni, au wakati mwingine unatoka asubuhi ujala, hujagusa chochote, hujagusa maji. Unafika chuo unasoma, njaa inauma. Mwalimu ameingia kipindi cha saa 9, njaa inauma machungu, mpaka inafika sehemu unaona kabisa una dalili za vidonda vya tumbo, lakini Mungu anaendelea kuwa mkubwa juu yako. Mpaka leo hii tunasimama. Ni jambo tu la kumshukuru Mwenyezi Mungu. Mungu ushukuriwe sana. Ushukuriwe sana kwa sababu wengine tuna historia zinazotisha sana. Tulipotoka ni mbali, tuna historia chafu sana. Haizifai vitu vingine, havifai hata kushare na nyie, havifai hata kidogo. Havifai hata kushare na nyie kidogo. Kwa hiyo hayo unayoyapitia ni historia nzuri. Hayo maumivu unayoyapitia ni historia nzuri. Na hakuna mwalimu mzuri kama mwalimu wa maumivu. Najua hujanielewa. Unaweza ukawa una mwalimu wako wa darasani ambaye anaitwa Mchimbi. Una mwalimu wako wa darasani anaitwa Mbilinyi. Una mwalimu wako wa darasani anaitwa Mwalimu Amani. Una mwalimu wako wa darasani anaitwa Mwalimu Joshua. Lakini huyo sio mwalimu bora. Mwalimu bora ni yule mwalimu wa maumivu. Mwalimu bora ni yule mwalimu wa historia mbaya, mwalimu wa kuchekwa, mwalimu wa kuhuzunishwa, mwalimu wa sononi. Huyo ndio mwalimu bora. Kwa sababu ukipitia huyo, akikufundisha huyo, kesho utakuwa ni mtu wa tofauti.
kesho historia yako itabadilika, kwa sababu huyo ni mwalimu bora, amekufundisha. Watu tulio wengi tumekuwa tukichukia maumivu, tunachukia maumivu, tuna hate maumivu, tuna hate historia mbaya, tuna hate tunapopitia. Lakini lahasha, ziko hapo kwa ajili ya kukujenga, ziko hapo kwa ajili ya kukujenga. Kwa hiyo don't hate it, just learn from the mistake, having lesson learning from the mistake. Uwe na kitu cha kujifunza baada ya kuwa umefanya makosa. Uwe una kitu cha kujifunza baada ya kuwa umepitia maumivu. Uwe una kitu cha kujifunza baada ya kuwa umefeli. Uwe una kitu cha kujifunza baada ya kuwa umekosea. Huyo ndio mwalimu bora. Kwa sababu tunaweza tukakaa hapa tukafundishana, lakini nikakudanganya. Ndio, mimi nina uwezo wa kukudanganya, nina uwezo wa kukudanganya. Na mwalimu wako wa darasani ana uwezo wa kukudanganya pia. Lakini endapo pale ukawa unapitia wewe mwenyewe experience, unapitia wewe mwenyewe maumivu, huyo ndio mwalimu bora.